Kuna watu wanateseka katika maisha yao kwa sababu ya watu katika familia zao, katika ukoo, wazazi, mioyo yao ilishaumia, ikata madhara mpaka leo wanateseka kwa sababu hiyo. Mamako wakati kwa mjamzito, kuna mtu akawa elewani, akamtamkia, yani huyo mtoto ulombeba na kizazi chako wote utakuwa watu kuhangaika na kuteseka. Pengine walipishana. Mdomo unaumba, ndio maana hata kuumba kwa dunia kwa kuzungumza. Kwa neno, kuwa hivi, maji jitenge. Kwa kuzungumza. Kwa mdomo unaumba, viliumbwa. Je, wewe nini kilichokusaidia? Pengine babako alikuwa na mchepuko wao huko. Alikuwa na mwanamke wa kando. Alikuwa na ugomvi mkubwa na mama yako. Alitamka, utateseka wewe na nini na nini. Vinavyotamkiwa katika maisha yetu ni vingi. Nini kinachukua yale maagano, hivyo vinavyotamkwa, vinavyoumbwa katika maisha yetu. Nini kinachokufanya kuyapangua hauko kwa Mungu, hauko kokote? Mungu yupo my friend. Na Mungu anaishi. Kama unaweza kuamini majini na mizimu ambao je kuyaona, huyo Mungu ambaye unamsikia pia, kwa wao watakuwa na nguvu. Au majini wameumbwa na nani? Uje science ndogo sana. Hata kile kawaida na maswala kujiuliza wakati umekaa umetulia. Hiyo mizimu imeumbwa na nani? Hiyo asili mzungumzo imeumbwa na nani kama sio Mungu? Ni waasi. Ni mtu mmoja aliasi. Ndio chanzo cha kutengeneza au majeshi, mapepo, majini. Ni vyanzo tofauti. Mizimu ni yule mtu mmoja. Ni sana ni kampuni, mtu mwenye kampuni yake ana vyanzo tofauti. Lakini bosi ni mmoja. Bosi huyu ana makampuni mengi ya vitu tofauti tofauti, lakini bosi ni mmoja na hela inaingia kwake. Ndio shetani pia mpango wake ni hivyo. Bosi ni mmoja, ana vyanzo vingi. Kwenye uzinzi, kwenye kila sehemu.